cha kutoka hemani, ikiwa ni saa 11 na dakika 52 saa za Afrika Mashariki. Tukwambie kwamba pana shaka utakuwa unabarikiwa sana popote ulipo, na Mungu ni mwema hapa katika studio za huduma ya Ukombozi TV zilizopo Maji ya Chai hapa maeneo ya Sabato, ndipo matangazo haya yanapokujia ulipo mtazamaji. Ni kusitu na nikwambie kwamba umbali sio tatizo, wala umbali haijalishi basi kupokea hapo ulipo. Nikwambie kwamba huduma ya Ukombozi TV ipo nyumbani mwako, ama madhabahu ya huduma ya Ukombozi ipo nyumbani mwako kupitia huduma ya Ukombozi TV. Na kikubwa niko na mwenzangu Enoki akiwa hapa, na tunaelekea siku ya kesho. Enoki, mmezungumza sana katika vipindi vilivyopita kuelekea siku ya kesho. Ni siku muhimu sana, na nabii amekazia jana katika usiku wa kukumbuka, usiku wa mkesha, usiku wa kuvunja na kuteketeza yale madhabahu yote ya kifamilia, na tunaona jinsi ambavyo watu walifunguliwa siku ya jana. Lakini kikubwa Enoki, tunaelekea siku ya kesho na siku ya Jumatano, siku ya Alhamisi, Ijumaa na hata Jumamosi, ambapo itakuwa ni hitimisho ibada hiyo kubwa, ibada ya kinabii, ama siku 5 za kinabii, ikiwa imeambatana pia na kupita katika kisima cha mto Jordan kama mtumishi alivyotangaza. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutamatisha ibada ile siku ile Jumamosi. Ndio. Ibada ya kuvunja madhabahu ya kifamilia. Ndio. Na tukaweza pia kuingia kwenye mkesha wa siku ya jana Jumapili. Mkesha wa usiku wa kukumbukwa na Mungu. Ndio. Tuliona mengi ambayo Mungu alimtumia mtumishi wake Nabii Rabel Akio kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila vizuizi vilivyokuwa kwenye maisha ya watu wa Mungu vinakwenda kuondolewa kabisa. Na ndani ya ibada ile alitangaza siku 5 za kinabii kuanzia siku ya Jumanne na pamoja na kupita kwenye mto Jordan. Ndio. Alitangaza pia siku ya jana kwenye usiku wa kukumbukwa na Mungu. Tutakuwa pale siku 5. Akasema siku 5 ibada za kinabii zinachukua muda mrefu, hivyo ni vema watu wa Mungu wakatumia muda ule kuwahi, ili pia mtumishi apate nafasi ya kusafiri na maisha yao. Ndio. Na mtumishi wa Mungu alitoa karatasi zile plain paper ambazo unapaswa kuandika kitabu cha Amos 3 mstari wa 7, lakini pia inapaswa kuandika neno la nabii safiri na maisha yangu, ikiwa na maana ya kwamba katika siku 5 hizo nabii atasafiri na maisha yako, na atakwambia kile na yote yaliyokuwa sirini juu ya maisha yako. Hakika atakwenda kuyafunua na atakwenda kuyaweka wazi, na utakwenda kujua nini unapaswa kufanya. Kumbuka ibada ya kinabii haya ni maono ambayo mtumishi wa Mungu amesema kwamba aliletewa na Mungu. Hakuwa kabisa na utaratibu wa kuwa na ibada hii. Kuna ibada nyingine ambayo ilikuwa ifuate kesho Jumanne, lakini Mungu akamwambia hapana, nataka uwakusanye watu wangu ndani ya siku 5 waweze kuwa katika hema lako, na uweze kuwafundisha ibada ya kinabii, ama niweze kukutana nao kupitia kinywa chako. Kumbuka mtumishi wa Mungu ni jicho la nabii. Kinywa cha nabii, mtumishi wa Mungu ni jicho la Mungu. Na kumbuka kinywa cha nabii ni kinywa cha Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka kusema na watu wake kupitia nabii wake kwa siku 5. Na ndio maana nabii jana amesema kitu kizuri sana. Usipotabiriwa Jumanne, utatabiriwa Jumatano. Usipotabiriwa Jumatano, Alhamisi. Usipotabiriwa Alhamisi, utatabiriwa Ijumaa ama Jumamosi. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua mtazamaji kwamba unapaswa kuja kukutana na muonaji. Na unapokutana na muonaji directly, kwa wale watu ambao wana imani haswa, kumbuka unakutana na Mungu na sio na nabii. Unakutana na Mungu kupitia nabii. Ndio. Na siku ya kesho pia ni siku ya kwanza ibada hiyo ya kinabii, siku ya Jumanne. Ndio. Na maana siku ya kesho unakaribishwa wewe na rafiki yako, jamaa na ndugu, jamaa na wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Siku ya kesho mtazamaji, sio siku ya kukosa, lakini pia vile siku ya kesho ni siku ya mtazamaji anayetutazama pia kupitia Ukombozi TV kutumia sadaka yake ya Injili, ya kutumia kinywa kupeleka habari njema au kufikisha habari njema za ibada hii ya kinabii ndani ya siku 5 za nguvu, ambayo siku 5 itabadilisha maisha ya mwana ukombozi. Na kwa yote anayetufuatilia kwa njia ya mitandao, itakuwa siku 5 za kubadilisha historia, siku 5 za kufuta machozi, siku 5 za kufanya kile ambacho kilikuwa kiwezekani kuwezekana. Itakuwa siku 5 za kukufanya wewe ambaye ulali
kulala. Naam. Na kikubwa tu Enoki ni wadokezea watazamaji, pengine kama ulikosa hii basi tunakuletea kama exclusive kabisa. Yani wakati mtumishi wa Mungu alikuwa anatangaza hilo tukio siku ya jana, nilikuwa surprised sana. Nikasema wow, mwaka 2026 hakika ni mwaka wa kupokea baraka za Ibrahim. Tarehe 10 March mwaka 2026 tunakuwa na malkia wa muziki Tanzania. Ni nani? Rose Muhando, malkia wa nyimbo za injili hapa nchini na Afrika. I was surprised sana Enoki usiku wa jana wakati mtumishi wa Mungu anatangaza kwamba mwezi wa 3 Rose Muhando atakuwepo huduma ya ukombozi Maji ya Chai Njia Ng'ombe, kwenye kongamano siku 5, ambalo kongamano hilo ni kongamano la kutokomeza magonjwa ya kichawi na umasikini wa kichawi. Naam. Kwa hiyo tunataka tukwambie nini mtazamaji? Tunataka tukwambie kwamba mwaka huu ni mwaka wa baraka sana. Mwaka huu ni mwaka wa kupokea baraka za Ibrahim, na tumeshaanza kuona baraka za Ibrahim zikimiminika. Kwa nini Enoki? Shuhuda tu ambazo zimekuwa zikimiminika, shuhuda zile testimony ambazo zimekuwa zikimiminika kupitia madhabahu ile ya huduma ya ukombozi, hakika tumekuwa tukiona namna ambavyo Mungu anamtumia nabii wake. Kwa hiyo tukwambie tu mtu wa Mungu kwamba siku 5 hizi za kinabii ambazo zinaanza siku ya kesho Jumanne, basi usije ukakosa wewe na familia yako. Njoo usikie Mungu anasema nini juu ya maisha yako, na atasema kupitia kinywa cha nabii wake. Na kitu ambacho nabii amesema ni kwamba ndani ya siku 5 hizo kila mmoja lazima aonekaniwe. Naam. Kwa hiyo usikose. Naam, na tumalizie mwenzangu Imani Michael. Naam. Kubwa zaidi ni kwamba tuambie, tumeshazungumzia habari ya kesho, lakini kubwa zaidi kilichotuweka hapa ni kipindi kutoka kule Imani, ambapo tunaangalia au tunaangazia vile ambavyo vimetendeka kule after ibada au siku moja kabla ya ibada kule Njia Ng'ombe ukombozi. Na tumwambie mtazamaji pia ambaye alimisi mkesha wa jana, sisi kama waandishi ndani ya studio za huduma ya ukombozi tulikuwa jana na tulimwandalia mtazamaji kile ambacho anapaswa kwenda kukiangalia wakati huu kutoka hemani. Na tuambie tu mtazamaji, kubwa kuliko ni kipindi kutoka imani, na hapa tumebeba ibada nzima au mkesha mkubwa wa usiku wa kukumbukwa na Mungu uliofanyika katika hema kubwa kabisa la madhabahu irejeshayo uhai uliopo pale Njia Ng'ombe. Ni usiku wa kukumbukwa na Mungu. Pengine jana umekosa pengine jana pengine kwa namna moja au nyingine ukakosa bando ya kufuatilia kwa wale ambao walikuwa mbali, lakini kwa huruma za Mwenyezi Mungu leo Mungu amekupa bando na mpaka sasa unatazama kipindi hichi. Tukulete moja kwa moja, na pale baadaye tutarejea kwa ajili ya kukukaribisha kwenye ibada kubwa kabisa, ibada ya kesho, ibada ya siku 5 ya kinabii, ambayo pia ibada hiyo atakayekuja kukaribisha ni mtumishi wa Mungu, mwimbaji wa nyimbo za injili Yohana William Nyaganya pale saa 1 kamili za usiku. Twende tukatazame kile ambacho Mungu alikifanya kwa siku ya jana. Namna hiyo mtazamaji, tunaelekea studio kwenda kukuletea yale yote ambayo yamejiri usiku wa kukumbukwa na Bwana. Endelea kubarikiwa. Ni kesho Jumamosi, mtu Mungu, ni hitimisho ya ibada kubwa ya kuvunja madhabahu za kifamilia. Hakika kesho ni mwisho wa yale yote yaliyoitesa familia yako kwa muda mrefu. Mtumishi wa Mungu Prophet Rabiel Akio atahitimisha kwa kishindo ibada hiyo kwa siku ya 4. Ni kesho Jumamosi, mtu wa Mungu. Njoo na familia yako, mtakuwa huru tena, mtachipuka tena. Nashukuru Mungu, nilifika madhabahuni hapa nikamshirikisha mtumishi taji langu kwa